uasi. Mimi na wewe tutakapoingia katika uasi, tutakapoingia katika dhambi, ni yapi yatatokea? Na inakuanga vizuri mwanadamu aelewe, baada ya kuingia katika dhambi, outcome yake inakuwa namna gani? Karibu ndugu yangu, Mithali hiyo 3:9, 10, 11, 12 actually ni 4, na ninaelewa tutatoka na kitu pale ili tuelewe, tukaweze kuondoa. Kuna maombi watu huwa wanaomba, hiyo naomba tukaweze kuiondoa baada ya kuelewa ujumbe huu. Nasema hivi, Wafalme wa Pili sura ya 18 mstari wa 9 fika pale 12. Wafalme wa Pili sura ya 18 mstari wa 9 hadi 12. Hata katika mwaka wa 4 wa Hezekia, hata katika mwaka wa 4 wa Hezekia, ndio mwaka wa 7 wa Hoshea, ndio mwaka wa 7 wa Hoshea mwana wa Hela, mfalme wa Israeli, Shalmanesa mfalme wa Ashuru, Shalmanesa mfalme wa Ashuru akakwea ili kupigana na Samaria, akausuru. Wakautwaa baada ya miaka mitatu, yaani katika mwaka yaani katika mwaka wa 6 wa Hezekia, yaani katika mwaka wa 6 wa Hezekia, ndio mwaka wa 9 wa Hoshea, ndio mwaka wa 9 wa Hoshea mfalme wa Israeli, ndipo Samaria ulipotawaliwa, ndipo mji wa Samaria ulipotawaliwa. Mfalme wa Ashuru akawahamisha Israeli mpaka Ashuru, mfalme wa Ashuru akawahamisha Israeli mpaka Ashuru, akawaweka katika Hala, na katika Abori, karibu na mto wa Gazoni, na katika mji wa Wamedi, kwa sababu hawakuitii sauti ya Bwana Mungu wao, bali waliharibu maangano yake, mambo yote ambayo Musa mtumishi wa Bwana aliwaamuru, wasikubali kuyasikiliza wala kuyatenda. Rudia 12. Nasema hivi, kwa sababu hawakuitii sauti ya Bwana Mungu wao, bali waliharibu maangano yake, mambo yote ambayo Musa mtumishi wa Bwana Mungu aliwaamuru, akisema wasiyakubali kuyasikiliza wala kuyatenda. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ni asante kwa sababu ya ujumbe huu. Tusaidie Baba yetu, ili tukaelewe wakati mwanadamu ameacha maagizo yako, ni yapi huwa yanatendeka. Mungu, tunaomba ukatusaidie na ukatupe elimu maifara, ili Mungu wa rehema, wakati wowote neno hili litakalosimama Baba, tusije tukapingana nalo. Ni kwa maana Mungu wewe mwenyewe umetuonyesha. Ni asante, tusaidie, tuelimishe, tuelekeze maifara, na neno hili kawe taa ya miguu yetu usiku na mchana. Tunahitaji kutoka kwa giza na kuja katika mwangaza,
Ndio maana Bwana neno lako linatuambia jioni tusemezane, iwapo dhambi zenu zimekuwa nyekundu kama damu, nami nitaziosha ziwe kama theluji. Baba, nasi tunaomba tukawe wasafi kutokana na neno hili, manake wengi tulipingana na neno hili. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Niko nataka tuangalie kifungu hiki, manake Biblia inasema katika hiyo miaka yao wafalme wana wa Israeli waliweza kuhamishwa katika makao yao, katika miji yao, katika maisha yao. Sababu moja ni kwamba walikuwa wamehalifu maagano yao na Bwana Yesu ama Bwana Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Na ujumbe huu umekuja kuondoa maneno mawili ambaye yamekuwa akinenwa na wachungaji. Namba 1, maisha yale unakaa si yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Na kitu kingine, maisha yako ama nyota yako imetwaliwa. Jina la Bwana litukuzwe. Hapa tunaona vizuri baada ya wana wa Israeli kuasi. Haleluya. Mfalme wa Ashuru hakuwa na kizuizi chochote cha kuwatoa, cha kuwahamisha. Haleluya. Katika makao yao. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Na hii ndiyo sababu wachungaji wanakuja na kukuambia yale maisha naona unakaa si yako kweli. Haleluya. Lakini kuna sababu unayaishi. Lakini kuna sababu nayaishi kwa sababu nimeharibu maagano yangu na Bwana. Kwa hivyo wakati mwanadamu na wakati dunia na wakati Mkristo ameingia na kuasi Bwana na kuondoka katika uwepo wa Bwana, haleluya, na kuwa mpinga Kristo, mpinga maagano, maagizo vya Bwana Mungu, naye yule mwovu ana kizuizi chochote katika kukuhamisha, katika kukuchukua na kunyang'anya chenye umeshika. Haleluya. Maisha yako utahamishwa katika maisha yako, kama vile wana wa Israeli baada ya kuingia katika dhambi na kupinga ama kuvunja maagizo yao na Bwana. Haleluya. Yalifika majira na wameanza na majira. Haleluya. Ikasema hata katika mwaka wa 4 wa Hezekia, ndio mwaka wa 7 wa Hoshea mwana wa Ela mfalme wa Israeli, Shalmanesa mfalme wa Ashuru akakwea ili kupigana na Samaria akausulu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati mwanadamu ameingia katika dhambi, Mungu huweka majira yake ya kumuondolea, haleluya, ile maisha amemuumbia. Na kwa sababu Mungu yeye ana mipango mibaya ndani ya mwanadamu, haleluya, yeye huwa anampeana katika ule ufalme amekubaliana nao. Haleluya. Wewe umeamua kuvunja zile amri, zile angano. Unapovunja angano za Mungu, haleluya, ndipo huwa unafungua mlango wa adui ndani ya maisha yako. Haleluya. Manake umeharibu ama
umeharibu yote Mungu aliyokuumbia. Bwana Yesu asifiwe. Agano la mwanadamu na Mungu ndiye ukuta ama mtetezi kwa mteule yeyote, kwa kanisa yeyote, kwa nchi yoyote, kwa mama ama kwa mzee, kwa dada ama kwa kijana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati tumefika mahali na kuharibu ama kuvunja zile agano, sasa tunakuanga naked. Haleluya. Na ndio mahali pale sasa mtu anayesaona katika ndoto ako uchi. Haleluya. Barake hajakuwa covered, hajafunikwa. Sasa hiyo ndoto inamaanisha ya kwamba umeharibu, umebomoa maukuta ya Bwana. Haleluya. Kwa hiyo hauna ulinzi wowote, hauna nguo katika ulimwengu wa roho. That's why unaonekana ukiwa uchi. Haleluya. So inamaanisha adui anapokuangalia anakuona uchi, yaani hakuna kitu aoni ndani yako. Jina la Bwana litukuzwe. Example ni moja, ni Ezekia alipoambiwa na Bwana atakufa na akakataa yale maagano yake na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Yeye mwenyewe alienda kuonyesha adui yake siri zote. Umeona hiyo? Umeona hiyo? Kule 38 na 39 Isaya alienda kuonyesha siri zake zote na hata za ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mfalme ama siri zake zinapojulikana na mfalme mwingine, ilikuwa ni rahisi, kwa maana wanaelewa, wanaekanga risasi mahali fulani, bomu wanaekanga mahali fulani. Haleluya. Wako na rasilimali kiasi fulani. Jina la Bwana litukuzwe. Wameseka kiasi fulani, benki zao zimejaa pesa ya aina fulani. Haleluya. Sasa huwezi kosa kuonekana through, manake you are not covered. Haleluya. Ndio maana Mungu anatupenda sana tukutane katika ibada ili azidi kutufunika kwa maagano yake, kwa ahadi zake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa amri zake, manake hiyo ndio Mungu utulinda kupitia kwazo. Jina la Bwana litukuzwe. Ndio maana nasemanga wakati uko katika neno, be very careful, manake hapo ndio unafunikwa kwa mikono ya kando na mikono ya mwovu shetani. Talotwe pamoja please. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Hello. Hello. Kwa hivyo wewe kuna wakati uliota ukiwa uchi na uliambiwa unapoona hivyo ni aibu. Ulikataa au kukataa? Si uliamuka na kukataa? Haleluya. Si ni kweli? Si unaambiwa sasa unakataa hiyo aibu? Si unaambiwa kataa hiyo aibu, hiyo maisha ya aibu? Si ni kweli? Sasa unajua unapokataa, Mungu amekuja kukuonyesha you are not covered. Haleluya. Sasa hata katika ndoto kuna agreement. Mungu anataka kukufunika, uko uchi na bado unakataa. Ndiye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo adui huwezi lindwa na mikono ya adui kama umebreak the wall. Hello. Jina la Bwana litukuzwe. Si tuliambiwa to break the wall. Uli break ngapi?
lakini haukujiokoa kaka pamoja na hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema watu wangu wapotea kwa kukosa maarifa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunapatana pale. Kwa hivyo Mungu adui aliweza kupata nafasi na kuhamisha wana wa Israeli katika maisha yao mema, katika nchi ya maziwa na asali, nchi ya miti, matunda, nyumba ambayo hawakuwa wanagharamikia. Haleluya. Wakaondolewa katika raha ya Bwana kwa sababu wali break agreement kati yao na Mungu. Kwa hivyo na mimi na wewe, wakati utakapoenda kuivunja ile ukuta, haleluya, wakati utakapoenda kuvunja ile fence ya Roho wa Bwana kupitia neno, haleluya, mfalme wa Ashuru atakuchukua akuhamishe katika maisha mazuri Mungu aliyokuwekea. Bwana Yesu asifiwe. Na utapewa ala utapewa iko wapi? Iko past. Akawaweka katika ala, chapter 11 verse 11, na katika miji na karibu na katika Abori na katika mto wa Gosani na katika miji ya Wamedi. Unaona? So hakuna chenga wakati umekataa maagizo ya Mungu. Wakati nimekataa maagizo ya Mungu, yule adui atapata nafasi selesi na kukuhamisha. Haleluya. Kama tutasikia amri zangu na kuzisikiliza na kuzishika kwa bidii, baraka hizi zote utabarikiwa, ujiri, na ukitoka uzao wa chakula chako. Haleluya. Na hii ni dhihirisho tosha. Dunia na Wakristo sana, Wakristo tumealifu amri za Mungu. Manake zile baraka za kuingia ukitoka, haleluya, asiko, yaani kikapu cha kukandia unga. Saa zingine unaangalia hauna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Dunia mzima tumebreak the covenant kati yetu na Roho wa Mungu. Kwa hivyo shetani ama mwovu ana kizuizi, haleluya, ama hata hawezi hukumika wakati anakuondolea maisha mazuri na kukuletea kilio na kukuletea mateso na kukuletea magonjwa na kukuletea laana na kukufunga na kukuchukua utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo Biblia inatufunza ya kwamba kama vile Waisraeli walihamishwa kutoka katika makao yao, na sisi pia. Sasa ni nani atakuokoa wakati ili neno mahali limetuwekea ukuta na upande huu mwingine tumevunja? Haleluya.
So ule mwovu naye atapata nafasi, manake neno la Mungu ndiye ukuta wa moto utulindao usiku na mchana. Jina la Bwana litukuzwe. Anakuchukuanga kama vile simba anavyokamata mnyama katikati ya wanyama wengine. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hiyo ni vizuri tukaweze kuangalia sana na tukaweze kuwa makini kusikiliza neno la Mungu lisije likakupita, manake likipita utaenda kuvunja. Na hii ndio Mungu anapenda sana watu on Sunday ama siku ya ibada wawe pamoja. Kile anapeana, ile amri anapeana, kila mtu achukue. Haleluya. Usije ukavikiwa na ile neno umeibreak kwa kutoisikia na kuitenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo mlinzi wetu ni nani? Ni nani? Na ndio maana inakuanga ngumu sana. Pasa alikwambia atakukomboa, hii ndio itakufunga na ndio itakukomboa. Ati pepo hawezi ondoka. Bwana Yesu asifiwe. Toka pepo. Leo kumekuwa moto, mapepo yanaanguka. Kwa nini? Yamejaa. Na by the way, acha nikwambie, ukiona mahali mapepo kila wakati ni mapepo, hao watu walihamishwa katika ibada ya roho. Hello. Walihamishwa katika ibada ya roho na wakawekwa katika ibada ya mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Ili mapepo iendelee kuwatesa, yani inakutapikisha mpaka matumbo. Unatapika nyama wamekulisha. Unatapika mayai, yani shetani unamzalia hata mayai. Uko na mbegu nyingi sana za shetani ndani yako. Zimekomaa hata unazizaa, zinaonekana na macho. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanashangaa sana. Watu wakifurahia eti mapepo leo yani mapepo leo ilikuwa inatoa. Hata Yesu wakati walimwambia yametutii. Yamefanya nini? Yamefanya nini? Aliwaambia wacheni na mchezo, acheni na mapepo. Shughulikeni na machina. Katika kitabu. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo ukiona kila mahali Dennis, pepo toka, ndio huyo kutoka, kamata, wewe na wewe omba, hata kuingia. Yani hata wewe ungeomba kwa kanisa unaogopa, huyo akiwa na pepo, yani damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu unaangalia, damu asija akakufikia. Kwanza unatembea mbali na yeye, asija akakuletea. Ni Johnson ni ukweli. Anakuambia hata wewe kuwa macho huko unaomba damu ya Yesu, damu ya Yesu. Damu ya Yesu wapi? Na ni nchi ya mapepo hiyo. Ni territory ya mapepo. Nani damu ya Yesu mahali kama pale? Mulihamishwa kitambo. Mkaekwa katika nchi ya mapepo. Haleluya. Nchi ya wachawi. Nchi ya bandui. Na ni kweli unatangazanga hizo territory. Haleluya. Sivyo inatangazangwa. Haleluya. Na sasa mko katika nchi ya mapepo na kutoa. Atakuvungulia anga. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ajani, wacha ukweli usemwe.
Kwa hiyo ukiona mtu mwambie haki, mlihamishwa, akitoka huko mlihamishwa, msaidie. Haleluya. Na anasema ete na anainua mikono. Leo kuna mtu nitafungulia. Tufungulie wote. Wani unafungulia mmoja. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kanisa ilihamishwa, haikuhamishwa. Bwana Yesu asifiwe. Unataka tu kuona watu wakitapika matapiko tu. Na hapo sasa hiyo ya kitapika unamlika vizuri. Huu ni muujiza. Haleluya. Na unasukuma watu ndio kamera ichukue vizuri. Kwa nini msitapike Yesu? Hali kila wakati mnatapikanga mapepo, inamaanisha mmejaa mapepo, hakuna Yesu. Haleluya. Mungu atusaidie, hii neno itafika mahali kwa wajamaa hao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ujumbe ni kwamba wakati utaondoka, wakati utaharibu maangano yako na Mungu. Ukiona pepo, omba Mungu tu. Bali omba Mungu. Pepo ataondoka, ambia Mungu nisaidie, kwa maana already tiko katika mikono yako. Haleluya. Haleluya. Sina uwezo wa kufungulia anga. Bana, nitakuonyesha. Ukitaka kufungua ufunguo, umepewa kifunguo, keys of the heaven, na kusimu pia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wewe bingu ya yule no. Bingu ya yule no. Ulo naona tu. Haleluya. Kwa hivyo unajua mimi napenda neno la Mungu kwa maana huwa inanirahisishia mambo. Hapa kwanza kusema pepo toka inafaa. Ukiona pepo wako ndani yako, ulihamishwa. Yesu anafaa kuwa ndani yako, si pepo. Wewe si makao ya pepo. Biblia inakuambia wewe ni makao ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo ndani yako tumekuwa tunasikia thank you lekongi ingotini ya sakibaika, badala ya kusema siendi, huyu ni wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Hello. Sie? Ukisikia aendi, alijenga kwako. Jina la Bwana litukuzwe. Maki tutasaidia mtu nani? 2 King 18:19 to 12. Utasaidia. Hao walihamishwa kwa nini? Waliondolewa katika amani kwa nini? Kwa sababu ya kuvunja agano lao na Mungu. Haleluya. Naye Mungu ameweka agano nawe asubuhi ya leo. Akakwambia aje? Ujumbe wa kwanza ulikuwa unasema aje? Rafiki. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu ameweka agano nawe na amekwambia. Kwa hivyo rafiki wako pia atapata nafasi, ama jirani yako pia atapata nafasi ya kukuhamisha utakapo break the wall. Haleluya. Na wakati Yesu tulikuwa tunaambiwa break the wall, yani kumbe mapepo ilikuwa inaingia kabisa. Unapo break yanapata nafasi, wanaanguka kwa anguka. Ni kweli si kweli? Alafu na nyinyi mashemazi mnanifuata muende mkileta, yani unajua wataanguka utakapo break the covenant. Haleluya. Na mapepo yanajua hao watu wata break the wall, na wanakuja milioni. Haleluya.
Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Na machemazi wako sawa, wako na mpaka mafuta wa Mungu. Kwanza mama Jalo pale hapo sawa. Haleluya. Na amenitoka nyuma kwa sababu anajua dada hata Selesi, unamwona vile ako sawa, anaweza shika mtu, hawezi tingika. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tukifika hapo hiyo siku utaniambia sasa ni kama tumebreak the wall. Ni kama tumefanya nini? Tumebreak the wall. Ukiona Selesi anaanza kulifuata kwa watu, jina la Bwana litukuzwe. Ameanza kulifuata, angalie mama mwenye anaanguka. Niite kama hata mapepo sasa itaondoka, manake umenialati. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Manake hiyo anga tumefanya nini? Tumevunga. Bwana Yesu asifiwe. Kwenda tufungulia TV utaona wale walio break. Kwanza wanaume wamevaa suti vizuri. Wanaume wameng'ara. Waabudu Mungu, wanabeba mapepo. Ya unapewa kazi sio yako. Haleluya. Alafu umebeba mapepo, unasema chochote nitakachoshika kimebarikiwa. Mikono ndio beba mapepo itabarikiwa na Mungu wapi? Haleluya. Hello. Si ulikuwa huko? Ndio maana ulitolewa. Unakumbuka ile hela? Unakumbuka zile hela? Wewe unakumbuka hiyo maisha? Ndio maana ilitoka. Lakini Mungu atarejesha kwa maana ulitoka huko. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Hivyo ninaomba ukaambie Mungu nisaidie. Na ndio maana ndugu amekuwa akituambia, tumekuwa tukikumbushwa, hata kuna message nyingi ama topic ambayo tumesoma, na kama umekuwa haufuatilii itakuwa ngumu sana kubreak. Haleluya. Itakuwa ngumu sana kuharibu hiyo ukuta. Sasa kile kitakusaidia ili usiharibu ukuta huu wa agano lako na Mungu. Haleluya. Manake kila message Mungu ako na neno na wewe. Mungu ako na neno na mimi na ule mwingine. Haleluya. Kile kitakusaidia, jaribu sana kila Sunday uwe kanisani. Jaribu sana kila dasi uwe katika fellowship. Manake Mungu akiachilia neno hapa amekuhesabu. Haleluya. Kwa hiyo fellowship ni kama Sunday. Manake kuna sauti ya Mungu, kuna angano la Mungu kati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni lazima tujaribu sana Mungu ili akanene nasi na tushike kila kitu. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Nataka usimame, manake nilikuwa nataka